Sema tena amen. Sema tena amen. Sema tena amen. Amina yako imejaa polio. Sema tena amen. Sema tena amen. Kama unabarikiwa sema amen. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wakati huu na masaa haya na majira haya. Ninaomba kama kuna kiti kiko wazi, usiendelee mbele. Aja kusikia mwambie tena, mipaka ni nguvu ya kiroho inayokuzuia usiendelee mbele. Sienda kama naongea na mtu mahali hapa. Sienda kama naongea na mtu mahali hapa. Kila mwana wa Mungu amebeba mbegu ya mafanikio bila kikomo. Narudia tena. Kila aliyezaliwa na Mungu ndani yake amebeba mbegu ya mafanikio yasiyo na mwisho au yasiyo na kikomo. Kwa namna nyingine, haitakiwi tuseme leo una hali nzuri, kesho una hali mbaya. Ukianza kuwa na hali nzuri leo, maisha yako yote yanapaswa yawe na hali nzuri. Allah, kwa nini? Ndani yako kuna mbegu ya mafanikio yasiyo na kikomo. Siata kama naongea na mtu mariamu. Siata kama naongea na mtu mariamu. Siata kama tunasafiri na mtu mariamu. Kama tuko pamoja sema amina. Kama tuko pamoja sema amina. Kwa ndani yako kila mwana wa Mungu amebeba mbegu ya mafanikio bila kikomo. Roho yako, mwambie zako roho yako. Roho yako imeumbwa kuendelea mbele. Narudia tena. Roho ya mwanadamu imetengenezwa kuendelea mbele, sio kurudi nyuma. Allah. Biblia inasema Mungu ni mwanzo na Alfa na yeye ana kawaida ya kuanza na kumaliza. Aanzi akarudi tena kuanza kule alikoanza. Yeye akianza anaanza na kumaliza. Alfa na Omega, mwanzo na yeye akianza anaanza na kumaliza. Wewe umezaliwa kuanza na kumaliza, kuanza na kukamilisha, kuanza na kufanikiwa, kuanza na kutawala. Sasa kama ungana mtumalia, sasa kama ungana mtumalia, ndani yako kuna mbegu. Na shauri leo mbegu ni kufanikiwa bila kikomo. Sasa kama ungana mtumalia, kufanikiwa bila kikomo. Hiyo ndio target ya Mungu kwenye maisha yako. Naomba tuendelee mbele kidogo. Kwenye ulimwengu au kiroho, kikanuni ya kiroho, hauruhusiwi kurudi nyuma. Narudia tena. Wewe hapo
hauruhusiwi kurudi nyuma. Swala la kuanza biashara na ukashuka ukarudi ulipotokea, hapana. Mungu hajakusudia hivyo. Mungu anataka ukianza uanze na uendelee, na maendeleo yako yasiwe na mwisho. Kila siku uendelee kuzalisha na kuleta matokeo mapya kwenye maisha yako. Naomba nipe akili yako hapa mwanangu, tuende pamoja. Kama unaelewa sema tena amina. Sema tena amina. Tunazungumzia madhabahu za mipaka au roho za mipaka. Ni hali ni nguvu inayokuzuia na kukulazimisha kuwa na maisha yale yale ya jana. Yaani maisha yako yana badiliko. Halo? Pointi yangu hapa inasema hivi. Mipaka ni nguvu inayokulazimisha kuishi chini ya kiwango. Kuishi chini ya nini? Kuishi chini ya nini? Mipaka, narudia, mipaka ni nguvu inayokulazimisha kuishi chini ya kiwango. Wewe uliumbwa kuwa mtawala, lakini unajikuta badala ya kutawala unatawala. Halo? Badala ya kutawala unajikuta wewe unatawaliwa. Si kama tuko pamoja na mtu mmoja hapa? Si kama tuko na mtu mmoja mahali hapa? Si kama tunasafiri na mtu mahali hapa? Mipaka unalazimisha maisha yako yafanane na ya maisha yako ya leo yafanane na. Utajikuta Januari tu Desemba nguo ni moja. Ndio pale tunasema hana jipya. Mzee fulani huyo hana jipya. Kwa nini hana jipya? Maisha yake ni yale ya jana. Hana badiliko lolote, hana matokeo yoyote, hana nguvu yoyote. Anaweza kusema kwa kweli na ninamuona Mungu, nilikuwa hivi na sasa niko. Kwa mipaka ni nguvu inayokuweka chini na kuwa kwenye maisha yasiyo na mabadiliko. Kuna mahali tutaenda, bado tutaenda. Kwa sababu huwezi ondoa mipaka bila kujua chanzo cha hiyo mipaka. Kwa hiyo tutafika. Bwana Yesu sana. Amen. Bwana Yesu sana. Mipaka ni nguvu inayolazimisha kuyaishi maisha ya jana. Waswahili wakasema usirudie nini? Waswahili wakasema usirudie kwa sauti yako. Waswahili wakasema usirudie. Ni mara ngapi umeyarudia? Kuna watu uliwakataa kwenye maisha yako, ukasema mimi na yeye basi, lakini kutokana na mipaka kwenye ulimwengu umejikuta huko pale uliyesema mazoea na wewe sasa unajikuta umerudi kuanza mazoea mengine tena. Amen. Si kama tunaenda pamoja? Amen. Si kama tunaenda pamoja? Amen. Anasema mwanaume mimi sitaki mimi na yeye basi. Akiona leo nalala njaa atakumbuka simu baba fulani. Leo aliyetumba, hebu tukumbuke huko.
Tumeshasema mimi na yeye basi. Kwa mipaka inakulazimisha kuyarudia matapishi ya jana. Mtajani leo. Si kama tunaenda pamoja. Si kama tunaenda pamoja. Mipaka ni nguvu isiyotaka uwe na jambo jipya. Mipaka ni nguvu isiyotaka uwe na jambo jipya kwenye maisha yako. Hauna jipya. Ili tujue una Mungu na Yesu anabariki, tunataka kuona jambo jipya. Wanangu nanielewa? Amina. Nanielewa? Jambo Jipya. Unasema Yesu ni Bwana, mbinguni ninaenda, nimeokoka. Maisha ya mwaka juzi ndio ulionao sasa. Hauna A wala B, hauna PO box wala anwani. Kwa sababu aliyeshikamana na Mungu na kuambatana na Mungu cha kwanza. Kuna siku nilikufundisha nikamwambia Mungu anatarajia wewe uwe mzalishaji. Unakumbuka ile somo? Nilikwambia huwezi miliki bila kuzaa. Huwezi miliki bila kuzaa. Kwa ili umiliki ni lazima uzalishe. Sasa neno kuzalisha ni kusababisha jambo jipya kila siku kwenye maisha yako. Sasa roho ya mipaka itakuzuia kuzalisha jambo jipya kwenye maisha yako. Nimeanzia hapa, twende tutaratibu tanyele. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Sema roho ya mipaka. Sema madhabahu za mipaka. Sema madhabahu za mipaka. Sema madhabahu za mipaka. Kuna mipaka umewekewa kwa sababu tu ya ujinga. Sema ujinga. Sema tena ujinga. Sijafika mtakoni. Hello? Kuna mipaka umewekewa kwa sababu ya kinywa chako. Sema amina. Sema kinywa. Sema ulimi. Kuna watu ulimi wao umewakosti. Ulimi umekuwekea mipaka. Lakini pia wapo waliowekewa mipaka kwa vinywa vya watu. Allah. Si kama tunaenda pamoja. Si kama tunaenda pamoja. Huwezi kushughulikia mipaka kama hujajua chanzo cha mipaka yako. Huwezi shughulikia mipaka uliyowekewa kama hujajua chanzo cha huo mpaka. Kwenye lango la uchumi, mpaka kwenye lango la ndoa, mpaka kwenye lango la biashara, ili uweze kushughulikia ni lazima ujue chanzo cha mpaka uliowekewa. Iwe ni kwenye eneo la ndoa, kwenye eneo la mahusiano, kwenye eneo la familia, kwenye eneo la kazi, kwenye eneo la biashara. Usipojua chanzo, kwa nini hapa sina hatua? Kwa nini siolewi? Kwa nini siomi? Kwa nini sifanikiwi? Kwa nini kifanya biashara inaishia nje? Usipojua chanzo na sababu ya wewe kutokwenda, usipojua kwa nini mimi sipendi ujauzito, kwa nini mimi, usipojua uwezi toka ulipo. Ili utoke lazima ujue. Sasa kama unaongea mtu, naomba fungua Biblia yako, kitabu cha Kutoka 14 mstari wa 15. Msomaji wangu naomba ushike Biblia haraka. Kutoka 14 mstari wa 15. Ndio. Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Unasikia hilo neno?
Mungu anamwambia Musa, kwa nini unanilia mimi? Waambie hao watu waendelee mbele. Kumbuka mahali wanaambiwa waendelee mbele, wamefika bahari ya Shamu. Mbele yao kuna bahari, nyuma kuna maadui, kushoto na kulia kuna njia. Wakaanza kulia, tunakufa leo, tunaishi hapa. Mungu anachowaambia katikati ya jaribu lao, hakuambia rudini nyuma. Leo hawakuambia warudi. Mungu anamwambia Musa, waambie waendelee. Kwa nini waendelee mbele? Gia roho yako kwenye ulimwengu wa roho. Roho ya mwanadamu haina gia ya kurudi nyuma, reverse. Sasa kama unaongea mtu mwingine, roho yako haina gia ya reverse. Ikianza inatakiwa ianze mpaka ifike ilikotakiwa kufika. Haijalishi nini utakutana nacho mbele, haijalishi utakutana na vita, haijalishi utakutana na miba, haijalishi utakutana na maadui, lakini Mungu anakuangalia katikati ya maadui zako na watesi wako, upite katikati yao katika jina la Yesu. Na mimi maombi yangu leo, ninaomba upite katikati yao, wala usirudi nyuma, uendelee mbele. Sasa kama naongea mtu, wanaambiwa waendelee mbele. Kwa nini unanilia mimi? Waambie watu, kuna bahari, hakuna bahari, songa mbele. Baba, mimi naomba sana, si hata kama napona. Nenda wewe, umepona. Amen. Ananitia tu moyo. Anasemaje nimepona wakati bado nasikia maumivu? Halo? Amen. Halo? Amen. Kauli ya Mungu. Musa anaomba tunafanya kazi, wewe acha ujinga. Waambie waendelee mbele. Ulipoambia jamani Mungu anasema songa mbele. Unamwambia wewe acha ujinga, una nini mkono na fimbo? Chapa bahari watu wapite. Kumaanisha kwenye maisha yako ya kila siku kuna mtu anayetangulia mbele yako. Na huyu anayetangulia ni kuhani wa zamu. Si hata kama naongea na mtu. Niko hapa kama kuhani kutangulia mbele yako ili usipoweza kupavuka, nikifika hapo nipige maji ya pasuke, wewe uweze kupita katika jina la Yesu. Sema amina. Halo. Angekosekana Musa siku ile, jamaa ngoma iliisha. Lakini kwa sababu walikuwa na kuna Mungu ambia wewe, waambie endelea mbele, alafu na wewe chukua fimbo nyosha juu ya bahari. Ngoma iliisha. Halo. Sasa kama unaona kwa ile uwe na ushindi maishani, jambo la kwanza ndio maana utaona kuna umuhimu wa kuwa na baba wa kiroho. Amen. Sio kila baba wa kiroho, sio kila mtumishi anaweza kuwa baba yako wa kiroho, never. Hawezi kuwa wote baba yako wa kiroho, lakini kuna mmoja Mungu anakupa neno lake kwako ni sheria. Hata kama unapita mahali pagumu kiasi gani, akitamka upendo lazima upatikane, njia lazima ipatikane, mlango lazima utoke. Na mimi ninakuombea hapo ulipokutana hiyo bahari ipasuke na roho pite katika jina la Yesu. Ninatabiri katika jina la Yesu, kila bahari iliyosimama mbele yako ipasuke, kila giza iliyoko mbele yako iyeyuke. Haya ni njia na itokee uweze kupita katika jina la Yesu. Sema amina. Si kama tuko pamoja, si kama tunaenda na mtu mahali hapa, kuna mtu tunaelewana. Sema amina kama tuko pamoja. 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 Kauli ya Mungu amwambia Musa, wanaona bahari, alafu nyuma maadui wanakuja. Wakiangalia kukimbilia hakuna wala huko. Wapo magarati. Umetuleta hapa tufe. Musa na akachanganyikiwa. Akasema hii ngoma inakuaje? Kwa kweli nyuma kuna maadui, mbele kuna bahari, kushoto na kulia kuna pakupita. Akamuuliza Mungu, inakuwa tunachezaje hii? Mwambie wewe, waambie watu wasonge. Anaambia wasonge mbele. Wewe tangulia pale mbele. Paswa bahari wapite. Amen. Si kama naongea mtu. Kwa wewe umeumbwa kuendelea mbele. Hujaumbwa kurudi nyuma. Unasema, baba mimi nimekata tamaa. Ulipokata tamaa ulishinda.
sasa baba, hivi akamuuliza, hivi mume saini yupi? Unacheka aje? Hakuenda ndio maana unacheka. Akanielezea maelezo yake, niambia yote ndio yote. Mwanzo nikajua labda mume amemwacha, ameoa mwingine. Akambia hajaoa, ila kuna mzazi, kuna mmoja walizaa naye, wanawasiliana kisha huku ndani ni vurugu. Kwa unafanyaje? Mimi najua mume kashamwambia kama ni hivyo, Biblia inasema uzinzi unaruhusu kuvunja ndoa. Maana kama naye huyo aliyezaa naye huyo ni mzinzi, achana naye. Akasema hapana, hajafikia huko. Lakini sasa wanawasiliana ambao walishasikia huko ndani ni ugomvi. Hapo tulipo tumenuniana. Mwezi mzima hakuna anayeongea na mzee. Mimi ndio nimemchosha. Yaani kama niliomba baba, naomba. Nikamwambia hilo ni jaribu lako na niweze. Songa mbele. Songa mbele. Ikiwezekana mpeperushe huyu aliye ambaye mzazi mwenzie ambaye wanasiliana na baba. Maana wewe ndio umefunga madhabahu. Kwa peperusha yeye. Ingia kilini mwambie Bwana huu unamfunga hivi na unajua kuna hiyo maombi tu hata unaweza ikiwa unanielewa mambo juu pesa. Amen. Lakini ukiwa na password hautalizwa. Amen. Unalizwa mwanangu sababu huna password. Amen. Lakini ukifanikiwa kupata password badala ya kulia utawaliza wewe. Amen. Na Yesu akupe hizo password kwa jina la Yesu. Amen. Nasema Yesu akupe hizo password kwa jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo kumbe Mungu anataka tuendelee mbele. Katikati ya jaribu lako nasema endelea mbele. Nasema kwenye jaribu zito lioko mbele yako endelea mbele. Amen. Hivi nimeachwa sitaki kuolewa tena, nani nasema amekuacha, mwambie Mungu nataka mzuri kuliko yeye. Amen. Sema amina. Amen. Wanaambia hakuna muombaji wengine ni mambo hakuna, ulikwenda mbwa wako ulikutana. Usituchanganye. Ulikutana mbwa wako akakungata vizuri, ukajeruhika. Haimaanishi uliumizwa useme sitaki kuolewa. Acha kuweka fence. Acha kuweka kizuizi. Mwambie Bwana kama kwa Bwana ameshafanya nilivyofanya. Peperusha yeye. Alafu leta na anaweza nituliza. Sio sema amina. Amen. Watoto nao. Unajifanya wa kiroho wakati hao ndio wanakuuliza kila siku. Hello. Kwani si hayo ndio yanakutesa wewe? Ni vile tu watu wanako kikaga peke yako na afọ yaga. Unalikuwa kutokana na Mungu yale. Ndio unaona macho mekundu ndio unaona unalia mapenzi. Sema amina. Amen. Sema tena amen. Amen. Sikama tunena pamoja na mtu huyu. Amen. Kwa hiyo Mungu anamwambia Musa watu waendelee wapi? Zaburi 84 mstari wa 7. Zaburi 84 mstari wa 7. Naomba nisome. Zaburi 84 mstari wa 7. Nasema ndio. Uendelea toka nguvu hata nguvu. Sikiliza, rudia sentence. Uendelea nguvu hata nguvu. Uonekana Sayuni kila mmoja mbele za Mungu. Uonekana Sayuni kila mmoja mbele za nani? Za Mungu. Bwana Mungu wa majeshi, ndio. Asikie maombi yangu. Mungu wa Yakobo, usikilize. Amen. Huo mstari mmoja tu sawa. Uendelea nguvu hata kumbe kwa Mungu hakunanga kurudi nyuma. Si kama naongea na mtu. Hakuna kurudi nyuma. Mungu anataka uendelee utukufu hata hapa anasema nguvu hata hatua baada ya kiwango baada ya kiwango. So umeanza mantilie leo, kesho hoteli imekufa. Unarudi kwa nyumbani na tena mtaji. Mungu anataka uendelee. Mungu anataka uendelee mbele. Amen.
Nasema Mungu anataka uendelee mbele. Mungu anataka uendelee mbele. Kwenye kuendelea mbele kuna matokeo ya baraka na mafanikio. Si hata kama naongea na mtu mahali hapa. Si hata kama naongea na mtu mahali hapa. Si hata kama naongea na mtu mahali hapa. Kama nielewa sema amina. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Huwezi shughulikia mipaka kama hujajua chanzo cha mipaka. Mungu hahusiki na maporomoko. Mungu hahusiki na nini? Mwambie zako Mungu hahusiki na maporomoko. Unapanda kwenye biashara umeshuka. Umeingia kwenye mahusiano umeachwa. Umeolewa leo kesho umekimbiwa. Mungu hahusiki. Ufanyaje? Hahusiki. Ukisoma ile Methali, Kumbukumbu la Torati 6:1-6. Kumbukumbu la Torati 1:6. Chap. Nasema, ndio. Bwana Mungu wetu alituambia huko Horebu, akasema, mlipokaa katika mlima huu vyatosha. Umesikia hiyo kauli? Rudia tena. Bwana Mungu wetu alituambia huko Horebu, akasema, mlivyokaa katika mlima huu yatosha. Kwa nini wanaambiwa yatosha? Kwa sababu wamekaaga hapo tu miaka inarudi. Ni hapo hawanaga jipya. Ana matokeo, ana maisha, ana kazi, ana mume, ana ndoa, ana biashara. Yuko tu Bwana shuka. Yesu shuka na ashuki. Maana ameshuka tumekuona na mabadiliko. Mungu akaangalia majamaa akaona yamewekewa mipaka. Hapo anaambia mlipozunguka mlima huu inatosha sasa. Geukeni elekeni upande huu. Wengine ule mpaka uliowazuia ondokeni hapa, fukieni hapa. Wacheni huo mpaka ili muendelee. Uze mzako wewe umekaa wapi muda mrefu? Ulize wewe umekalia nini muda mrefu? Mungu nipe mume haji. Mungu nipe biashara hiji. Mungu nibadilishie maisha kesho. Maisha yako yamejaa kulia ni machozi, hayaeleweki. Kumbe nini? Umewekewa mipaka. Ndio maana miaka inarudi una hali ile hauna badiliko lolote. Sio mpango wa Mungu kwako. Sasa kama unaongea mtu. Amen. Hiyo sio mpango wa nani? Wa Mungu kwako. Mpango wa Mungu ni utoke hatua moja kwenda hatua nyingine. Ndio maana nasema umuinua mtu utukufu hata hatua baada. Umeanza kuuza mboga leo, kesho tusikie ametoka kwenye kuuza mboga sasa. Ana kioski. Hello? Atoka kwenye kioski hizo hivi amebadilisha ana duka anauza vifaa vya simu. Ana duka anauza nguo za special. Hello? Tutasema wewe una move. Hivi nikuulize swali. Unavyojiona umewekewa mipaka au unaendelea mbele? Angalia maisha yako. Hivyo ulivyo umewekewa mipaka au unaendelea mbele? Dalili ya kuwekewa mipaka ndio maana hauna badiliko lolote maishani. Wewe ni mtu wa kupanga mipango isiyotimia. Upo mwaka huu. Unajua mwaka ukianza mwaka mpya. Wewe ndio tuko na imani. Mwaka mpya na mambo mapya. Sumeuimba leo. Jamaa sumeuimba. Sasa nikuulize mwaka mpya umeanza. Hebu nionyeshe jambo jipya. Unaona kutoka mwaka umeanza. Zaidi yote ulikuwa unatembea na njaa. Bado unaendelea kwenye njaa. Ulikuwa unaishi maisha ya kubangaiza, ni yale bado.
Mwaka ni mpya, lakini wewe uliyeingia umewekewa mipaka. Umebaki kwenye mwaka wako wa jana, wenye mapito, wenye maumivu, wenye kukataliwa, wenye kudharaulika, uko pale pale. Halafu yaani watu hawana upendo. Tutakupendaje wakati tumeshaweka mipaka? Tukikuona tunaona wewe sio type yetu. Jamani, si kuna mtu ukimwona unasema wewe sio kiwango changu. Wadada wewe. Wadada wewe. Kuna mkaka tu anakufuata wewe ukiangalia sana. Hii sio type yako. Kubarikiwe. Kaka samani. Kwa nini samani? Ameangalia anasema hii. Hata mimi nina afadhali. Kwa akishaona tena afadhali ambaye samani. Utakuwa umekosea njia. Nataka mimi sina hata mpaka unaambia sasa mimi nimeshaolewa. Hajaolewa anakukataa kijana, maana umeona wewe sio type. Hello? Si kama naongea na mtu Mariamu. Si kama tuko pamoja na mtu Mariamu. Kama naelewa sema amina. Kama naelewa sema amina. Mipaka ni roho zinazomshikilia mtu kwenye kiwango kile kile. Kuna kiwango gani? Mipaka ni roho inayokushikilia kwenye kiwango kile. Toka umeingia kwenye hiyo ndoa mwanangu, kile kitanda ulichoingia nacho, lile godoro uliyoingia nayo imeisha baki, imebaki kama ulimi. Nimegusa penyewe. Haijawahi badilishwa. Alafu nabaki tu Bwana atafanya. Ndio kwambia nataka kuja kwa mimi sipo. Kisa unajua kule ndani mazingira ya ndani na muonekano wangu wa nje. Sio unaongea na mtu. Sio kwamba hapendi uende kwake, lakini kuna kinachosababisha usiende kwake. Hello? Amen. Muulize mwenzako toka ujie wako wako kwenye ndoa. Mko kwenye ndoa. Nani ana miaka 8 kwenye ndoa? Miaka 8 inashauri. Miaka 5. Miaka 10. Miaka 10. Miaka 10 hivi. Nyewa miaka 10 hiyo godoro umeibadilisha. Mmezalia mtoto wa kwanza, mmezalia mtoto wa pili, mmezalia mtoto wa tatu na wanne wa watano. Mpaka yeye inaomba huruma, nihurumieni. Nibadilisheni, nitaka kubadilisha. Kwa kuongea uongo wanakusikia kwako, lakini mtu anayetoka utukufu akilalia godoro, unajua kuna maumivu mengine si hata ugonjwa. Ile godoro unaolala baba na umwa hapa, ile godoro lako limeisha. Hakuna pepo hapo. Ukitaka usipate maumivu, nunua godoro jipya. Utalala utamka mgongo huko sawa. Nataka kusema amina. Hello? Kuna mtu tunaenda pamoja? Kuna mtu tunaenda pamoja? Sema amina. Sema amina. Kwa nini hakuna mabadiliko? Kwa sababu umewekewa mipaka. Maana hela unasema hela godoro wakati hata hakuna shida. Yaani hapa naongea tunasema nani basi unasema hela godoro wakati hakuna yenyewe shida. Ndio ujumbe umewekewa mipaka bwana. Na huo mpaka unatakiwa uvunje. Amen. Nasema huo mpaka unatakiwa uvunje. Amen. Nasema inatakiwa uvunje. Yeye wa miaka 10 yuko leo kubadilisha. Na amjibadilisha. Bwana sio. Amen. Badilisha. Wenye
Mwenye ndoa miaka 10 mikono juu. Wa miaka 8 mikono juu. Wa miaka 3. Unamgo vipi? Ngoja. Hello. Amen. Wewe ambao sio miaka 3, wewe ni mwenyewe bachela mwenyewe. Bachela mwenyewe fanya hivi. Hiyo godoro yombi ushirikiano. Maana umelala babu kilala unakaa hapo katikati kama ni shimo. Hello. Na sababu ngine hata uwazi umia unatoka mgongo unasema ni kana huko. Sio pepo, godoro limeisha. Kwa sababu umeweka mipaka uwazi godoro. Wala uone kama ni kero, atwende tu maisha ndio yatafanya tu. Anaongea huko. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu tunaenda pamoja watu wa Mungu. Mungu akubaliani na maisha yasiyo na mabadiliko. Waka kwenye akili yako. Mungu mwenyewe akubaliani na maisha yasiyo na mabadiliko. Ndio maana hawa jamaa walizunguka pale. Mbona wanabadiliko hawa? Mbona wanatoa yote hawa? Ambia yeye acheni ujinga. Geukeni, pita chini. Maana anataka kuona badiliko. Mungu mwenyewe, mwambie zako Mungu mwenyewe. Mwangalie, muongolee macho, kodolee macho, mwambie Mungu. Mwambie Mungu mwenyewe akubaliani. Mwangalie watu unamuogopa, mwambie Mungu mwenyewe akubaliani na maisha sio na mabadiliko. Wewe nani hapo sio na mabadiliko? Lakini mwanangu ukiwekewa mpaka uwezi badilika. Kama ni leo nipungie mikono yako juu namna hii. Hebu punga mikono yako juu kama tuko pamoja namna hii. Nipungie tena mikono yako kama tuko pamoja kwa jina la Yesu. Mungu akubaliani na maisha sio na nini na mabadiliko. Mungu anataka kuona maisha yako yakiwa na nini na mabadiliko. Ndio maana anasema kwenye Yohana 15 anasema kila tawi lizalo ulisafisha, lakini lile lisilozaa ukatwa na kupelekwa wapi? Motoni. Wewe ni tawi linalozaa au ni tawi liloduma? Wewe unazaa baraka kweli? Unazaa hela kweli? Au bado unamgoja Bwana? Hello. Anasema kwenye Yohana 15 anasema kila tawi lizalo ulisafisha ili lizidi kuzaa, lakini lile lisilozaa ukatwa na kutupwa wapi? Motoni. Mzee mzako ni tawi lizalo. Kwa hiyo kwamba Mungu mwenyewe akubaliani na maisha yasiyo na mabadiliko. Mipaka ni nguvu inayokuzuia usiwe na badiliko lolote. Mipaka ni nguvu inayokuzuia usiwe na badiliko lolote kwa maisha yako. Usiwe na badiliko lolote kwenye ndoa yako. Usiwe na badiliko yote kwenye biashara. Usiwe na badiliko yote kwenye chochote unachofanya. Yaani unafanya lakini unaishia kwa hela za kula. Hela za kula ukosi mwanangu, za mambo ukosi mwanangu, lakini za kufanya mambo makubwa haunaga. Alafu najua mnajitiaje moyo. Ni hali tu mbaya, hali imebadilika. Ni hali tu sio nzuri. Wakati unasema hali sio nzuri, kuna mwenzako katoka kununua kiwanja mwanangu. Unasema sio nzuri, kuna mwenzako yuko baa anakula milioni na kila mpaka kesho imeisha na sijajisikii vibaya. Umekazana hali ngumu. Sasa unasema hivi kuna mtu kagiza gari Dubai. Hello. Sasa unasema hivi kuna mtu katoa milioni 2 wanaenda kufanya starehe Dubai. Haina kazi. Umekazana pasa tuombe ali ngumu.
kusimamisha maisha yako, vunja mipaka ili milango ifunguke kwa jina la Yesu. Nasema vunja roho za mipaka mbele yako ili milango ya baraka iruhusu jua katika jina la Yesu. Sema amen. Nakumbuka rafiki yangu mmoja nikiwa nimeokoka, ananiambia pastor, mimi sina dhambi nyingi, lakini dhambi yangu ni uzinzi. Yaani hiyo ndio ulivyo. Niombe. Ifanya. Pastor, wewe niombe. Yaani sina dhambi nyingi zaidi ya uzinzi. Hiyo ndio ulivyo. Niombe. Sio kwamba napenda hiyo, ni hivyo tu, niombe. Hivyo, yaani ambia ni hiyo imenikamata basi, niombe nitoke. Umeshikiliwa na ipi? Umeshikiliwa na ipi? Ugumu wa maisha. Unakuta mtu unauza utu wako kwa shilingi 10,000. La unaenda kuvua waruwaru kwa ajili ya 10,000. Haikutosha hata matumizi. Unapunguza kwanza, punguza pili, punguza tatu. Toka hapa 10,000. Naona maisha. Nimepata kichwa cha kwenda. Umepata kichwa, umepatikana. Umepatikana wewe. Unavuruga maisha yako. Hivi mwanangu, hivi wewe ni kukuta wewe 10,000 kweli, 5,000 kweli. Hebu jiangalie tena. 5,000. Acha kuuza utu wako. Omba Mungu akuondolee mipaka ili umiliki fedha, ili umiliki biashara. Sikulaumu maana wewe. Yesu nisaidie. Sema Yesu nisaidie. Sema Yesu nisaidie. Usiuze utu wako kama ni leo, nipungie mikono yako na mimi kama ni leo. Unataka mikono yako chini kama tuko pamoja. Usiuze utu wako. Shughulikia roho za mipaka zinazokuzuia usinuke, zinazokuzuia usipende. Niombe nifanikiwe. Unafanikiwaje utaki kuacha uzinzi wewe? Unajua kwamba dhambi inamweka mtu mbali na baraka zake? Hata usiposema amina. Amen. Hata usiposema amina. Amen. Dhambi itakuweka mbali na baraka zake. Kilichomwondoa Adam na Eva mstari ni dhambi. Pale Eden walikuwa na kila kitu. Ilikuwa tumekutunza na kuangalia. Lakini kila kitu walikuwa. Lakini siku walidanganya. Wakaratunda. Na katikati ya bustani ile. Walipoteza kibali. Wao wenyewe wakajikuta wako uchi. Wakaanza kumkimbia Mungu. Mungu asema sasa, Mungu anakuja. Wamezea wanakutangana majira juu yanapotaka kuzaa. Mungu ameshuka. Ada kwa nimejificha. Niko uchi. Nani kakwambia uko uchi? Umekula tunda la katikati kukwambia usile. Unajua watu akili za watu wanawaza eti ilikuwa uzinzi, ilikuwa uzinzi. Maana yule alikuwa ni mke na mume. Hello. Kwa ilikuwa uzinzi vile unavyoweza wewe. Walivuka mipaka ambayo wameo usivuke. Siku walivuka kwa sababu toka. Lazima ili msirudi, akaweka malaika mwenye upanga katikati ya mstari. Kwenye mlango wa kuingilia asimame. Nasema kirubi mwenye upanga wa moto. Ili tu Adam asirudi. Dhambi ikamuondoa kwenye nafasi. Dhambi humtenga mtu na baraka zake. Dhambi humweka mtu mbali na Mungu. Dhambi humwondolea mtu ujasiri. Hello? Kuna mipaka mingine mwanangu
yangu unayo, ni kwa sababu ya dhambi. Ngoja kutoe haraka. Kuna mtu tunaenda pamoja kweli? Amen. Kuna mtu tunatembea pamoja? Amen. Kama tunatembea pamoja sema amina. Amen. Kama tunaenda pamoja sema amina. Amen. Kama tunaenda pamoja sema tena amina. Hello? Mipaka ni nguvu inayokuzuia kupiga hatua nyingine. Mipaka ni nguvu inayokuzuia kupiga hatua nyingine. Mika 2:10. Programu nyingine nasema hivi, mipaka ni roho inayokulazimisha kuishi chini ya kiwango. Andika hiyo. Mipaka ni roho inayokulazimisha, utake usitake, utaishi chini ya kiwango. Sienda kama naongea na mtu. Sienda kama naongea na mtu. Sienda kama naongea na mtu. Kama naelewa sema amina. Kama tuko pamoja sema amina. Kama tunaenda pamoja sema amina. Naomba nisomee Mika 2:10. Nasema, ondokeni mwende zenu. Maana hapa siko mahali pa raha. Umesikia hilo neno? Rudia tena. Nasema, ondokeni mwende zenu. Mwende zenu. Maana hapa siko mahali pa raha. Yaani mahali wamekaa sio mahali pa nini? Pa raha. Kwa sababu ya uchafu. Kwa sababu ya uchafu. Nitaangamizwa. Kwa Mungu ambia ondokeni. Hapa mlipokaa sio mahali pa nini? Pa raha. Hapa pana raha, ondokeni. Hapa pana raha, amkeni. Ondokeni kwenye ile. Amka uondoke kwenye maisha ulionao, si maisha ya raha. Ni maisha ya aibu. Ni maisha ya aibu. Hello? Ni maisha ya kudharaulika. Ni maisha ya kukataliwa. Ni maisha ya kuchukiwa. Sienda kama naongea na mtu Mariamu. Sienda kama naongea na mtu Mariamu. Kuna mtu ananielewa hapa? Kuna mtu tuko pamoja mahali hapa? Kwa Mungu anaambia ondokeni mahali ulipo, hapa kuna raha. Muulize mwenzako ulipo kuna raha. Muulize hapo ulipo kuna raha. Anasema je? Anaburudika au analia? Muulize tena ulipo kuna raha. Ajibu. Mungu anambia ondokeni hapa mlipokaa pana raha. Kuna uchafu. Na kwa sababu uchafu itasababisha kuangamizwa. Ondokeni hapa. Na mimi nasema ondoka hapo ulipokwamishwa. Nasema ondoka hapo ulipowekwa mipaka. Ondoka kwenye hali ya kutokuolewa. Ondoka kwenye hali ya kutokuwa na uzao. Ondoka kwenye hali ya kutokuwa na biashara. Ondoka kwenye hali ya kuchekwa. Mungu akakufanya mtu heshima katika jina la Yesu. Ninatabiri mahali ambacho walioko kwenye ibada hii, toka kwenye ibada hii, Mungu akupeleke mahali pako pa heshima. Mungu akupeleke mahali pako pa utukufu. Mungu akupeleke mahali pa kicheko na baraka za maisha yako. Hiyo hali ya kuchekwa inatosha. Hiyo hali ya kudharauliwa inatosha. Hiyo hali ya kuonekana sio kitu inatosha. Ninatangaza Mungu akupe heshima katika jina la Yesu. Nasema Mungu akufungulie katika jina la Yesu. Ninatabiri kabla mwezi wa 4 uishe, ikiwa leo ni tarehe 24, hizi sekunde
Tulie sana. Bwana kwanza hata ukilia unalia uchungu wa matatizo yako. Sio unalia kwamba unapenda Mungu. Ukiona hapa sasa ule uwepo umeshuka pale mwanzo wa ibada hapo. Sio watu walikuwa wanalia kwa sababu uwepo umeshuka. Amekumbuka maumivu yake. Kwani uongo? Kwenda mimi maana imekaa ukasema tuacha nijibuge hapa nili. Kwa watu unahisi umezama rohoni, kumbe uko rohoni. Umekumbuka nilitukanwa juzi, nani kanitukana, kwa umepata pale pa kulia. Unazani rohoni, kumbe uko rohoni mwanangu. Sema amen. Sema amen. Ninatabiri utakuwa na kicheko chipya kabla mwezi uishe kwa jina la Yesu. Nasema pokea kicheko kwenye ndoa, pokea kicheko kwenye biashara, pokea kicheko kwenye mambo ya familia katika jina la Yesu Kristo. Ninasema roho ya kicheko ije juu yako, yasiyowezekana yakawezekana. Ninatabiria maisha ya mtu hapa. Kuna mtu amezunguka akitafuta kazi. Ninatangaza ndani ya siku hizi mlango wa kazi unafunguka mbele yako katika jina la Yesu. Nasema mlango wa kazi uwe wazi mbele yako katika jina la Yesu. Sema amen. Sema kama unaelewa mzumani. Kama unaelewa sema mimi. Kama unaelewa sema amina. Kama tuko pamoja sema amina. Kama tunaelewa na sema amina. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Nifungulie mlango. Sema nifungulie mlango. Ndani ya siku hizi kabla mwezi uishe, mlango ufunguke. Ninasikia niombe watu wanaotaka kazi ya haraka. Ninasikia upako wa baraka ya kazi. Kama unahitaji kazi ruka hapa mbele kwa jina la Yesu. Kama unahitaji kazi kimbia hapa mbele kwa jina la Yesu Kristo. Shaka baraka doshi leprasusa. Lale bosha katala baraka dosa. Ninasikia kuna wingu la kazi, wingu la kazi, wingu la kazi. Shaka baraka do. Shika sadaka yako ya mbegu. Unajua kwenye neno la kinabii watu wanalidaka na mbegu yako. Ninasikia niombe watu wanaotaka kazi. Kuna watu wanataka kazi. Rabababosha katala dosa hadia. Leprasusa delele. Piga magoti mbele madhabahu. Piga magoti tushika madhabahu. Rakataya baya madosha dia. Leprasusa delele yaga. Lalebosha tapala kadosa dia. Leprasusa katagaya. Yesu anataka kazi, anataka kazi, anataka kazi. Kwenye ulimwengu ninaona mlango wa kazi uko wazi. Ninaona baraka za kazi ziko wazi. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye. Rakataya baya ni maso. Leprasusa kadasha dia. Latoparia mandele bosha dia. Lalebosha katala katoya. Kwenye ulimwengu anafungua. Nimeona mlango wa kazi. Nimeona mlango wa kazi. Nimeona mlango wa kazi. Kwa mafuta haya. Hiyo ni invitation. Hiyo ni ile ya mipaka kwenye lango la kazi. Likavunjika kwa jina la Yesu. Likavunjika kwa jina la Yesu. Yanarosha tatatatash. Rakatalaba yadus. Shakotolia brasusa redas. Yanarosha dobladus. Ekorata taladas. Elibabasusa. Elibabasusa. Rakataya bayabas. Leprasusa kadadash. Ninakuunganisha na upako wa kazi. Ninakuunganisha na mlango wa kazi. Ninakuunganisha na mlango wa kazi. Kwa jina la Yesu Kristo, by the fire of the Holy Ghost, by the fire of the living God. Kwa jina la Yesu Kristo nakuunganisha na mlango wa kazi. Kwa jina la Yesu ninakuunganisha na mlango wa kazi. Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, asante maana nimeona mlango wa kazi. Ndani ya siku nne mlango wa kazi uko wazi. Ndani ya siku nne kutoka leo mlango wa kazi uko wazi. Acha huo mlango ufunguke, maana nimeuona tayari rohoni. Nimeuona uko wazi kwa ajili yako. Nimeuona uko wazi kwa ajili yako. Huo mlango wa kazi nimeuona uko wazi. Huo mlango wa kazi
wazi, nimeona uko wazi. Kwa Jesus, in Jesus name, in Jesus name, receive your joy. Pokea kazi, pokea kazi, pokea huo mlango wa kazi. Ukakutane na simu ya kazi, ukakutane na simu yenye kukuita kazi. Kwa Jesus, mlango kufunguke, mlango kufunguke. Ninavunja hiyo mipaka mbele yake. Kwa Jesus, it is done. Amen. Imekuwa kwenu kwa jina la Yesu. Imekuwa kwako kwa jina la Yesu. Imekuwa kwako, imekuwa kwako, imekuwa kwako. Shada baba kados. Ripata libra zuza. Kalia brazuza libesh. Sasa kama tunaenda mtu mali baba. Ili uweze kutoka kwenye mipaka uliyowekewa, lazima utafute sababu. Sema sababu. Sema sababu. Ni lazima utafute sababu. Kwa nini nimewekea mpaka kwenye eneo fulani? Ni muhimu kutafuta sababu. Kwa nini nimewekewa mpaka kwenye ile eneo? Halo? Halo? Siata kama naongea na mtu. Ni muhimu kujua kisababishi. Kisababishi namba moja kinachoweza sababisha ukawekewa mipaka. Kisababishi namba moja inayoweza kusababisha ukawekewa mipaka: kutokutii neno la Mungu. Biblia inasema neno la Mungu ni nyundo ivunjayo vipande vipande. Unapolitii neno sawa sawa, kazi ya neno ni kuvunja kila aina ya mipaka iliyowekwa mbele yako. Kuna mipaka mingine inahitaji maombi. Allah, inahitaji nini? Inahitaji ufahamu wa neno. Ufahamu nini? Ukilijua neno kwamba hii ni haki yako, tayari kuna ushindi. Allah, 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 Allah. Kutii. Unaambiwa toa sadaka, Mungu afungulie mlango. Au unasema hii mimi hapa. Njoo tuombe, tuna siku za kufunga, kwenye kufunga watanisamehe. Una visababu vinavyopingana na agizo la Mungu kutoka madhabahuni. Ni ngumu kuvuka. Hello? Hello? Ni ngumu kupenya. Kuna mipaka mwanangu umejiwekea mwenyewe. Hello? Kutotii ni chanzo cha mipaka. Watu kukosa utii kwenye neno la Mungu ni chanzo cha mipaka walionao kwenye maisha yao. Ni chanzo cha mipaka ulionao kwenye ndoa yako. Ni chanzo cha mipaka ulionao kwenye biashara zako. Kutokutii ilo neno la Mungu. Sema kama unaelewa mfano. Kama unaelewa sema amina. Kama unaelewa sema amina. Unajua kila neno ni kanuni ya maisha. Kila neno ni kanuni ya maisha. Kwa jambo inasema hivi, kila neno ni kanuni ya maisha. Ili uweze kufanikiwa unahitaji neno. Kwa usipolitii neno unajiwekea mpaka. Yeremia 7:24. Yeremia 7:24. Yeremia 7:24.
Yeremia 7:24. Chacha. Nasema lakini hawakusikiliza wala kutega sikio lao, walienda kwa mashauri yao, kwa matakwa yao, hawakutaka kuongozwa. Yaani hapa mtu anafundishwa, yeye kile anasema basi fanya haraka niombe mimi. Na kwa ushupavu wa mioyo yao wakaenda nyuma wala si mbele. Wakaenda nyuma wala sio mbele. Kwa kutokutii. Wakadhani ndio wamejipata, kumbe wamepatikana. Badala ya kwenda mbele wakaenda nyuma walikotoka. Kurudi kwako kwingi nyuma na kufeli na kushindwa ni matokeo ya kutokutii neno la Mungu. Mwanangu, kuna vitu vingine vinahitaji maombi. Kuna vitu vingine vinahitaji tu utembee kwenye msingi wa neno na ufunike mshindi. Sio kama anaongea mtu leo. Sio kama anaongea mtu leo. Ukubali tu kulitii neno la Mungu ili ufanyike kuwa mshindi. Amen. My God, sio kama anaongea mtu leo tena. Kama unaelewa sema nini? Biblia 7:24 anasemaje? Lakini hawakusikiliza wala kutega sikio lao, bali walikwenda kwa mashauri yao wenyewe, na kwa ushupavu wa mioyo yao wakaenda nyuma wala si mbele. Walienda wapi? Mwanangu, walienda wapi? Walienda wapi? Yaani wewe kuhani anakupa maelekezo, mwanangu, njia yako ya kutoboa ni hii. Sema okay, na usikie. Yaani mwenyewe unaona mbele yako na unatakiwa utoe sadaka. Jiwekee kwamba kila Jumapili utasimama na sadaka kiasi fulani. Sio kuambiwa moyoni mwako ili nivuke kwenye lango. Kanuni ya kumiliki fedha ni kutoa. Atumiliki fedha kwa maombi. Unaweza hapa tumiliki fedha kwa maombi. Hajakusikia mwambie tumiliki pesa kwa kuombewa hapa. Pesa tunamiliki kwa kutoa. Unataka hela toa hela. Ndio maana Waswahili wanasema tumia hela upate. Unadhani hilo neno ni maneno tu? Sio maneno. Hello? Kuna mlango ili uingie, lazima ugharamike. Sio maneno rahisi. Kuna upenyo ukitaka kutembea nao, ni lazima ugharamike. Bila kugharamika, huo upenyo huwezi tembea nao. Sio kama unaongea na mtu mmoja hapa. Kwa hiyo anasema wakashindwa kutii. Mipaka ni matokeo ya kutokutii. Pointi nyingine, matokeo mtu kuweka mipaka ni kuto. Kuna ndani hata umekosa kumbe. Unakosa kumbe. Nigiza tu umeshindwa kutii. Sawa, alikuja unasema mimi sina mpango wa kuolewa sasa hivi. Nipo. Sasa hivi kumekuwa jioni, pastor niombe. Usiwasema mimi. Sema Yesu saidi. Sema Yesu saidi. Samuel wa kwanza 15:22. Tunamaliza. Samuel wa kwanza 15:22. Nasema naye Samueli akasema, Je, Bwana usipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu? Ndio. Sawa sawa na kuitii sauti ya Bwana. Sawa sawa na kuitii sauti ya Bwana. Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu. Kutii ni bora kuliko nini? Kutii ni bora kuliko sadaka. Mungu amekuagiza jambo, tii. Mungu amekusemesha kwenye neno lake, litendee neno kazi, usiliachie hapa. Hello? Uwe mtendeaji wa neno, usiwe tu msikiaji. Nasikia bwana. Uwe mtendeaji wa neno. Amen. Ongera. Tumeshachungulia. Ongera. Mtoto wa kike anakuja. Ana miezi mingapi? Mwendani wazo mtoto wa kike. Sasa nimeshakuona. Wewe ni ngumu kuona, ila mimi nimeshachungulia.
Hello. Bwana Yesu sasa. Namuona angel anakuja. Angel. Ongea ule angel vizuri. Maana naona mtoto anaitwa angel alafu lina akili. Ongea. Yesu amlete angel. Nasema Yesu amlete angel. Bwana Yesu asifiwe. Utii bora. Utii nini? Lazima uwe mtii. Sasa nataka niongee na wewe. Sasa Mungu anakupa ufahamu wa neno. Sema mimi. Amen. Sema mimi. Amen. Sema mimi. Muulize mzako hivi kwa nini uko hivi? Muulize hivi kwa nini uko hivi? Muulize hivi unajiona ulivyo mzuri. Muulize unajiona ulivyo mzuri. Mbona unajiona ulivyo mzuri? Mbona uko hivyo? Tunapozungumzia mipaka mwanangu, kuna watu wamejiwekea mipaka kwa maneno ya Biblia. Mimi sitaki kuolewa kabisa. Sitaki. Kisa jioni alikuuliza, unakaa mwaka kwanza upigwa 3 na jamani. Usinipe tu mume, umesahau. Ulishaweka mpaka sitaki kuoa. Kavunje mpaka wako. Karo ya yule yaga baba niombe nipate mdomo. Kavunje mpaka. Wanaume baba yani mama yangu ni mmoja, ni mama tu. Sisi sio mama ni watu. Hello. Wao unajinenea pendo. Biblia inasema kwenye Mithali, kwa maneno ya kinywa chako umetekwa na kwa neno ya kinywa chako umenaswa. Unajisemea wewe. Mimi maskini wa Mungu. Maskini? Rudia tena, maskini? Mimi maskini wa Mungu. Maskini wa Mungu bila kujua. Hivi unajua uwezo Mungu aliweka kwenye ulimi? Yaani ulimi unapozungumzia ulimi tunazungumzia issue ya kiroho zaidi. Ulimi wako ndio wewe sema. Ulimi ina nguvu ya mauti na ina nguvu ya uzima. Ulimi inaweza ikaua na mtu akafa. Ulimi unaweza ikauisha. Mungu anajitamkia nini? Wewe kaleta chakula. Wewe ukapaka chakula wewe. Kwa Mungu anaenda kupaka chakula akakula. Na mama Mungu mwenyewe naye anapaka chakula. Huyu familia ni familia ya madogi. Hello. Kuna tabia zingine ukiziona ndani yako usinungunike mama yake wewe. Biblia inasema baada mtu nitakacho. Kwa hiyo lazima unajitamkia kama haya. Na wengine wanaendelea kwa mbaya. Unakuta mtu kama yake, ni mama yake kulishamlaani. Raja na nini? Hata kama umeongea nini mzima anaendelea au endelee hivyo. Hakuna mahali unaweza. Baba alikulaani, shangazi amekulaani kwa maneno. Fanya biashara fanya hivi. Fanya biashara fanya hivi. Hivi una lugha ya biashara. Au una ile lugha kujibu ovyo. Hivi rasa mnachukua shilingi ngapi? 20,000. 15,000 zilizoga. Nenda kwingine. Ataenda mwingine akitaka kuniambia huyu dada ana kauli chafu hapo. Ni bora ngoja nikupeleke mahali nilienda. Maana ulijibu mbovu. Baba niombe hakuna wateja, ni matokeo ya maneno yako. Sema uliniokoka. Leo. Wafanya biashara fanya hivi. Hivi una kauli ya kushawishi mfanya biashara. Kama utaki suache swende kwingine. Yaani kwenye hela yangu. Naenda.
nimekuletea unaifukuza, naenda. Alafu jamani, Mungu fanya njia. Ufanye njia wapi kama nishanifukuza nileta hela? Kuna namna umejikosesha nafasi wewe mwenyewe. Madhabahu ya ulimi, sema madhabahu ya ulimi. Sema madhabahu ya ulimi. Mimi saki kuolewa na watu wafupi wafupi. Wafupi mwenye mfupi. Sita. Alafu chali yako nasema utaki wafupi. Ndio wanatokea mwanangu. Nenda nikupenda hatimaye nikuoe. Unamwangalia ni bado kisa ni mfupi. Subiri mrefu, akija mrefu asema huyu ni mrefu lakini bosi wangu nataka mkumpende. Sababu zako haziishi. Wadada wenye kutana na vijana sasa. Vijana wenye, vijana wa kiume wenye, Mungu nipe mke mwema, lakini unipe mnene kidogo, mwenye kidogo. Akija aliyekupenda anaoa, sitaki huyo. Huyo anazo ni kwamba tu ukimlisha vizuri vitatokea. Oh. Acha ninyamaze. Sema amina. Hivyo nao vipenda vimetengenezwa, vimegharamiwa, na wewe gharamika. Shida tuna watu wasiotaka kulipa gharama. Mungu nipe mume mwema, nipe mume mwema, mume mwema, mume mwema. Pasa niombe mume mwema. Wewe ni mwema. Wewe mwenyewe kiukanjia sema Mungu nipe wa kufanana na mimi. Hello. Amen. Unaombaje Mungu wakati usio mwema? Yaani unajua kabisa mimi muongo. Yaani Mungu nipe sahi. Anakuletea naye kudanganya kuliko uongo ulionao. Huo ndio ukweli, huwezi pewa. Hello. Mungu anakupa, Biblia inasema akamfanyia Adamu wa kufanana. Sasa kama unaandika mkononi, angalia tabia zako. Mungu anakupa wa aina tabia sana. Ukiwa mwongo sana anakupa naye kuzidi kwa uongo. Huo ndio ukweli, si wa kufanana na wewe. Anaongewa. Unawezaje kuomba kilicho chema wakati wewe sio chema? Mungu nipe mwema. Bwana, unajua Mungu yangu kabisa nipe mupe hivi mrefu kidogo, mwenye upendo, mwenyewe una upendo. Una roho ya hivi. Anakuletea matakia kwa imesha ukimwomba hela kusoma pia sina. Ukiomba mara kwanza, mara ya pili unasema sio mume sahihi. Wakati wewe mwenyewe una moyo wa amekuletea hiyo kunjamana kabisa hela yake mpaka itoke. Umeletewa wa aina yako. Yaani sio mtoaji. Unataka kupa neto. Hello? Hello? Unakuta kaka namba, Mungu nipe mke mzuri, mwaminifu. Wewe ni mwaminifu? Wewe mwenyewe kirukanjia unakuwa kirukanjia mwenzio. Huo ndio ukweli, tusidanganyane mwanangu. Ukitaka chema, anza kuwa mwema. Hello? Ukitaka kupewa sikata mitana, wewe acha kukata. Mungu atakupa. Hapanacho mtu ndicho atakacho.
Apandacho mtumishi akatacho. Basi Mungu, yaani mume amenioa. Yaani hatuli kabisa, hatuli. Atatuliaje kati wewe? Unajua kuna ruka na waume za watu, na yeye anaacha ruka na za watu. Maana ni mbegu ndio ipanda. Ndio maana kuna viwango ukitaka kuingia, ili kwanza Mungu akupe, lazima uanze kufanya matengenezo. Mungu, njia hii ilipita sio sahihi, hii haikuwa sawa. Naomba kwenye hii usinikutanishe na aliyekuwa na tabia kama hizi za kwangu. Niondolee hii, alafu niletee ambaye tutatembea kwenye njia iliyo bora. Hujatengeneza, unaomba aliye bora, unaletea aliye fake kama wewe. Utaki kusema amina. Amen. Utaki kusema amina. Amen. Sema napokea. Pokea. Sema napokea. Pokea. Watu wengi wamejiwekea mipaka kwa maneno ya vinywa vyao. Ukisoma Methali 6:2 mstari wa 2 na 3 anasema kwa maneno ya kinywa chako. Hebu soma hiyo mara moja tumalizie hapo. Anasema Methali 6:2. Nasema basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, ukategeka na ukanaswa kwa maneno ya kinywa chako. Kwa kumbe maneno kwenye ulimwengu wa roho, maneno ni mtego. Roho ni maneno ni nini? Ni mtego. Na ikikunasa, kujiondoa hapo ni Yesu aingilie kati. Si hata kama unaongea na mtu. Amen. Si hata kama unaongea na mtu. Nipungie mikono yako juu kama tuko pamoja. Punga mikono yako na wewe kama tuko pamoja. Sema amen. Si kama tunaenda pamoja na mtu Mariamu. Si kama tunaenda pamoja na mtu na mmoja Mariamu. Nami amenielewa japo kidogo. Kidogo, sio sana, kidogo. Una cha kushughulikia? Unaona pa kushughulikia kweli? Unaona pa kushughulikia kweli? Au hujaona? Nikuonyeshe nini? Allah. Si kama tuko pamoja. Naomba tusimame juu. Naomba simama juu pale ulipo. Naomba tusimame, naomba tusimame. Naomba tusimame, simama tu juu pale ulipo. Ishada balakados. Elibra zuzapetas. Kanta la mandish. Elia zuzapedesh. Naomba nikupe maandiko utasoma ukifika nyumbani. Zaburi 8:2, Mithali 18:21, Luka 21:15. Naomba watu wote tusimame. Tusimame tu watu wote. Jele bebe shada palakados. Alia brazuza debelegedesh. Adopalakados. Nirudie kutaja, nimesema Zaburi 8:2, Methali 18:21, Luka 21:15. Luka 21:15. Rakatalia brazuza. Ukishaandika simama juu. Ukishaandika simama juu. Ukishaandika simama juu. Olia brazuza ebelegedosh. Rakatalia upande usimame juu kama ameshamaliza kuandika. Simama juu, simama juu, simama juu. Shadow plateau saligadash. Rimando usaya payadabas. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Sema tena Bwana Yesu. Ninakuja mbele zako mchana wa leo, mchana wa leo, mbele ya madhabahu hii. Ninakuhitaji, maisha yangu yanakuhitaji, moyo wangu na haja na wewe, maisha yangu yana haja na wewe.
juu ya madhabahu hii na ndani ya madhabahu hii, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Sema kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, naomba unisamehe, naomba unirehemu mahali popote nilipotegwa kwa maneno ya kinywa changu, na kwa maneno ya kinywa changu nikanaswa. Sema kwa damu ya Yesu, sema kwa jina la Yesu, sema kwa jina la Yesu. Sema mchana wa leo, Roho Mtakatifu, wewe ni msaidizi wa maisha yangu, wewe ni kiongozi wa maisha yangu juu ya madhabahu na ndani ya madhabahu hii. Inakuja mbele zako katika jina la Yesu. Kila aina ya mipaka, kila madhabahu za mipaka niliyojiwekea mimi mwenyewe kwa maneno ya kinywa changu, kwenye lango la biashara, kwenye lango la familia, kwenye lango la mahusiano, kwenye lango la kazi, Bwana Yesu, kila aina ya mipaka niliyojiwekea kwa kujitamkia maneno, kwa kujinenea maneno, maana umesema kwa maneno ya kinywa changu nimetegwa, na kwa maneno ya kinywa changu nimenaswa. Sema kwa jina la Yesu, sema kwa damu ya Yesu, sema kwa jina la Yesu, sema kwa damu ya Yesu. Sema mahali hapa mchana wa leo, Roho Mtakatifu, uliye msaidizi wa maisha yangu, uliye nuru wa maisha yangu, uliye jabali la maisha yangu. Sema mchana wa leo, kila madhabahu za maneno, sema kila madhabahu ya mipaka iliyosimama ndani ya maisha yangu, niliyojisababishia. Sasa utakosema ile mipaka niliyojiwekea mimi mwenyewe, mipaka ninayojua na mipaka nisiyojua. Sema kwa damu ya Yesu, sema kwa jina la Yesu, sema kwa damu ya Yesu, sema kwa jina la Yesu, sema kwa damu ya Yesu, sema kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, sema tena Bwana Yesu, mbele ya madhabahu yako, sema mbele ya madhabahu yako. Sema ninakuja mchana leo, kila madhabahu yote iliyosimama kwenye ulimwengu wa roho juu ya maisha yangu, juu ya familia yangu, juu ya mipango yangu, juu ya malengo yangu. Sema kwa damu ya Yesu. Nataka tu sauti yako, sema kwa damu ya Yesu. Kwa tena sauti yako, sema kwa damu ya Yesu. Kwa tena sauti yako, sema kwa jina la Yesu. Kila aina ya mipaka niliyowekewa, niliyojiwekea, sema kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Sema tarehe ya leo na siku ya leo juu ya madhabahu hii na ndani ya madhabahu hii. Bwana Yesu, sema Bwana Yesu, sema tena Bwana Yesu. Hiyo mipaka niliyojisimamishia, niliyojiwekea kwenye ulimwengu wa roho, sema Bwana Yesu. Sasa utakosema Bwana Yesu mchana huo leo, kila aina ya mipaka niliyojiwekea, mipaka ya tabia, mipaka ya tabia zangu mimi mwenyewe yanayonigharimu, inayonigharimu, sema inayonigharimu. Sema kwa damu ya Yesu, sema kwa jina la Yesu, sema kwa damu ya Yesu, sema kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu. Kwa sauti yako sema Bwana Yesu. Kwa sauti yako sema Bwana Yesu. Kila aina ya mipaka kwenye ulimwengu wa roho, sema kwa jina la Yesu. Mipaka niliyojiwekea, mipaka
tabia yangu ya uchunganishi, tabia yangu mbaya. Bwana Yesu, wewe umesema ikiwa watu wangu walioitwa washinda na kuziacha njia zao mbaya, Bwana Yesu, utaiponya nchi, utaiponya nchi yao, utaiponya nchi yao. Sema kwa damu ya Yesu, sema kwa damu ya Yesu. Yesu tunako sema kwa damu ya Yesu. Yesu tunako sema kwa damu ya Yesu. Yesu tunasema kwa jina la Yesu. Yesu tunasema kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Sema leo. Sema leo. Kila aina mipaka niliyowekewa, niliyoniwekea, sema ninaivunja kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Sasa sauti yako, sema kwa damu ya Yesu. Sema tena kwa damu ya Yesu. Mpaka kwenye lango la ndoa, mpaka kwenye lango la familia, mpaka kwenye lango la uzao. Sema mpaka kwenye lango la uzao. Sema kwa jina la Yesu. Ndio sauti yako, sema kwa jina la Yesu. Ndio sauti yako, sema kwa jina la Yesu. Ndio sauti yako, sema kwa jina la Yesu. Sema leo hii. Sema leo hii. Sema leo hii. Kila aina mipaka niliyojiwekea, niliyowekewa, ninayoijua na nisiyoijua, sema kwa damu ya Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Mipaka kwenye uchumi, mipaka kwenye biashara, mipaka kwenye uchumi, mipaka kwenye biashara, kila hali yoyote, kila tabia yoyote ambayo iko ndani yangu, ambayo imefanyika kuwa madhabahu, inayoniwekea mipaka, inayonizuia, sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sauti za watu huko, sema kwa jina la Yesu. Sema tena kwa jina la Yesu. Sema tena kwa jina la Yesu. Sema kila aina mipaka, kila aina mipaka inayojua, kila mipaka iliyowekewa, kila mafanikio, kwenye eneo la mafanikio, kwenye eneo la baraka, kwenye eneo la kazi, kwenye eneo la ndoa, kila ninapojitahidi najikuta niko pale pale, najikuta niko vile vile, najikuta sina hatua yote. Sema ile nguvu ya kiroho iliyoniwekea mipaka, sema ile nguvu ya kiroho iliyoniwekea mipaka kwenye ulimwengu wa roho, sema kwa jina la Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sema leo hii kila mipaka niliyowekewa, sema mipaka niliyojiwekea, sema achia, sema achia, sema achia, sema achia, sema niachie, sema achia. Kila aina mipaka biashara, kila aina mipaka kwenye ndoa, kwenye kazi, kwenye ndoa, kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye mahusiano, yaliyowekwa kichawi, yaliyowekwa kichawi, yaliyowekwa ushirikina, kwa namna ninayojua, kwa namna nisiyoijua, ile mipaka ninayoijua, iliyonishikilia, iliyoning'ang'ania, iliyonishikilia, iliyoning'ang'ania, sema achia siku ya leo. Sema leo, sema leo, kila mipaka ya kifamilia, sema kila mipaka inatokana na tabia yangu mwenyewe, maisha yangu mwenyewe, sema kwa jina la Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sema leo hii, sema leo hii, hiyo mipaka ninayoijua na nisiyoijua, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema hiyo mipaka ninayoijua na nisiyoijua, tarehe ya leo
inayokuzuia. Sema leo, sema leo, sema ivunjike, sema ivunjike, sema ivunjike. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Sema leo, bila ina mipaka, ninayoijua hiyo nguvu ulionishikilia isiyotaka nitoke nilipo, isiwe na badiliko. Sema kwa jina la Yesu, sema leo hii, sema niachie, sema tena niachie, sema tena niachie. Kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Sema niachie, sema niachie. Kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Sema niachie siku ya leo, leo, Yesu leo, kwa damu ya Yesu, kwenye maisha yangu, kwenye uchumi, kwenye uchumi, kwenye biashara, kwenye familia, kwenye ndoa, kwenye mahusiano. Kwa damu ya Yesu, hiyo mipaka haribika. Sema haribika, sema haribika, sema haribika. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Unapoanza kuomba, anza kuharibu mipaka. Unapoanza kuomba, piga makofi yako sana hapo. Nenda kwenye mambo. Kuna mahali umejiwekea mipaka mwenyewe. Unapopatiwa kwa maneno yako, tumia damu ya Yesu kuondoa mipaka. Tumia damu ya Yesu kufuta maneno. Tumia damu ya Yesu kufuta maneno. Nenda kwenye mambo. Kuna mahali watu wamekutamkia, wamekunenia maneno mabaya. Wamesema huyu ni malaya tu, hawezi kuolewa, hawezi kuwa na mume, na maisha yanaeleweka. Mwambie Bwana, nenda kwenye mambo. Nenda kufuta kila neno walionitamkia, niliyojinenea, niliyonenewa. Mwanangu, hii ni zamu yako sasa. Hii ni zamu yako sasa. Ukavunja hiyo mipaka inayokukulia, inayokuchelewesha, inayokukomesha. Watamani kusikia sauti za watu wakiomba, watamani kusikia sauti za watu wakiomba, watamani kusikia sauti za watu wakiomba. Shaka malakata, shughulika na mipaka, 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 shughulika na mipaka. Kwa jina la Yesu Kristo, usinapia kidogo kunapa. Shaka malakata, elia masusa elia, elaba baba baba, rakata lakadia, eshiria, manangu unajua mipaka uliyowekewa, unajua mipaka uliyowekewa kwenye lango la uchumi, kwenye lango la mahusiano, kwenye lango la familia, kwenye lango la biashara. Wengine umejitamkia, wengine umejinenea. Mwambie Bwana, shadia, leba susa, leba oshakakakaka, leba sina, leba kakakaka, leba bababababa, leba ashakakakaka, leba natamani kuna watu ukiomba, natamani kuna watu ukiomba. Shakabababababasha. Shakabalakadia, lebe susa kakakaka, bababababasha. Jina la Yesu Kristo. Nataka ushuhudie hiyo mipaka. Unajua ni wapi umewekewa mipaka. Unajua ni kwenye gani umewekewa mipaka. Unajua maisha yako. Unajua maisha yako. Nenda kwenye hilo eneo. Vunja mipaka kwenye hilo eneo. Maisha. Yake baraka ya kadoshi. Ya Yesu dada. Waloto paradiama. Ya Yesu dada. Waloto ya Yesu dada. Nenda kwenye mgongoro.
Rasusa Bidina, Raosha Dosha, Lava Nidaya, wamechoka kukaa mahali pamoja, wamechoka kuwa kwenye maisha fulani. Kwa jina la Yesu Kristo, wamechoka na maisha ya
Yesu, acha maisha watu wao, acha maisha zao, acha hatua zao, acha familia zao, acha uzao wao, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, wenye ulimwengu wao, ambao kufuata, ambao wachorota, ambao kiorota, ambao akiorota, ambao mwanadamu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, ya haya weka kaya kaya, hali ya nasusa dada, ya dosha dada, weka kaya kaya, hali ya nasusa dada, weka kaya kaya, hali ya nasusa dada, weka kaya kaya, alo baba baba, weka kaya kaya, alo baba baba, weka kaya kaya, shaka dada, rianda, hali ya nasusa, hali ya nasusa, hali ya nasusa, ya dosha dada, yo baka kaya, yo baka kaya, yo baka kaya, hali ya unaso, hali ya unaso, hali ya kila mipaka uliowekewa mipaka maneno, mipaka kutamkia, kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Tuasante sema kwa jina la Yesu. Sema tena kwa jina la Yesu. Inasante sema kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu. Sema tena Bwana Yesu. Kila aina mipaka niliyowekewa, ninayojua na nisijua, mipaka ya maneno. Sema mipaka ya maneno kwenye ulimwengu wa roho. Mchana wa leo, Roho Mtakatifu, naomba unifungue kwenye roho za mipaka, naomba unifungue kwenye madhabahu za mipaka, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tarehe ya leo na siku ya leo, kila aina mipaka iliyosimamishwa ili nisioe wala nisiolewe, hata nikiolewa nipate kuachika, mipaka iliyowekwa ili nisifanikiwe. Sema kwa jina la Yesu, hiyo mipaka ninaivunja mchana wa leo. Sema naivunja mchana wa leo. Sema naivunja mchana wa leo. Kila mipaka niliyowekewa kwenye ulimwengu huu, sema ile nguvu ya kiroho inashughulika na mimi kuniwekea mipaka ninayojua na mipaka nisiyojua, kwa damu ya Yesu. Sema kila aina mipaka iliyosimamishwa mbele yangu, hiyo mipaka iharibike, hiyo mipaka ivunjike, hiyo mipaka ivunjike, hiyo mipaka iharibike, hiyo mipaka ivunjike, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, jina la Yesu. Kila aina mipaka ninayoijua kwenye ulimwengu wa roho na kwenye ulimwengu wa mwili, ile isimama kwenye malango ya maisha yangu, kwenye malango ya familia, kwenye malango ya ndoa, kwenye malango ya mema, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, naomba unisaidie, uniondoe juu ya madhabahu za mipaka, madhabahu za mipaka ambayo ni matokeo ya ile tabia iliyoko ndani yangu, ya ule mwenendo uliyoko ndani yangu. Yesu, niondoe kwenye asili ya tabia za asili ambayo inanipelekea kuwa mtumwa wa dhambi, kwa jina la Yesu. Ile tabia ya asili inayoniwekea mipaka kwenye eneo la uchumi, ile mipaka inayonitenga na watu, inayoniweka mbali na watu, inayosababisha watu wanikatae, watu wanichukie. Toa sauti yako, soma ile mipaka inayosababisha kuchukiwa, inayosababisha kukataliwa, inayosababisha kudharauliwa. Sema kwa jina la Yesu, sema kwa damu ya Yesu, sema kwa jina la Yesu, sema kwa damu ya Yesu. Sema Bwana Yesu, naomba unitoe kwenye hizo madhabahu za mipaka, kwa habari ya kuchukiwa, kwa habari ya kukataliwa, kwa habari ya kutosikilizwa, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kila hali yoyote ambayo sio ya kimungu kwenye maisha yangu inayonipelekea
kuishi kama mtumwa, kuishi kama mtumwa, kutembea kama mtumwa, kuwaza kitumwa, kuwaza kitumwa, kuwaza kimaskini, kuwaza kifukara, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema kwa jina la Yesu, hali yoyote ndani yangu inayonipelekea kujiwazia mabaya, kujitamkia mabaya, kujinenea mabaya, wewe umesema kwa maneno ya kinywa changu nimetegwa, na kwa maneno ya kinywa changu nikaingia mtegoni. Bwana Yesu, kila mtego wa maneno ulioninasa mahali popote, sehemu yoyote, eneo lote, jioni ya leo, alasiri ya leo, huyo Roho wa uzima anifungue Sayuni, aende anifungue Sayuni, aende anitoe Sayuni. Kila mahali popote maisha yangu mahali yamefanyika kuwa mateka, kuwa uovu, kwa jina la Yesu, sema ninakataa, sema ninakataa, sema ninazikataa, sema ninazikataa hizo madhabahu, hizo madhabahu, sema hizo madhabahu, sema hizo madhabahu zilizosimama kunipinga, kunizuia, madhabahu za mipaka inayotokana na maneno ya kutamkiwa, na maneno ya kunenewa, na maneno ya kujinenea. Bwana Yesu, naomba unitoe, naomba unifungue, naomba unitoe, naomba unifungue kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu. Nyosha mkono wako kuelekea madhabahu, alafu funga macho yako pale ulipo. Nyosha tu mkono wako kuelekea madhabahu. Shadabadusahadia rakata libra zuza nelewesh. Bwana Yesu, ninaomba yeyote nitakayemgusa kwa mikono yangu hii, mahali alifungiwa, mahali aliwekwa, akapata kutoka, akapata kufunguliwa leo. Yeyote nitakayemwekea mikono siku ya leo, mahali alifungiwa, mahali aliwekwa, mipaka aliyowekewa, limitation alizowekewa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, mipaka aliyowekewa kwenye eneo la afya, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, shatapalagadosa libra suza rimandoro shadibra suza neba, kwa damu ya Yesu, kila ina mipaka iliyokuwa kiaraka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nasema hiyo haikuachie, hiyo haikuachie, hiyo haikuachie kwa jina la Yesu. Nasema haikuachie kwa damu ya Yesu. Navunja hiyo mipaka, navunja mipaka kwenye uzao, mipaka kwenye tumbo la uzazi, mipaka kwenye tumbo la uzazi, mipaka kwenye tumbo la uzazi, kwa jina la Yesu. Inua mikono yako juu. Shakatana baya libos, rakata libra suza, kinachotembeaga kwenye tumbo lako, kinachotembea ndani ya tumbo, kinachotembea ndani ya tumbo, kinachotembea ndani ya tumbo, hicho kinachotembea ndani ya tumbo lako, na yamuru lao lianze kukuachia, na muri anze achia. Mara ya kwanza kwa jina Yesu, mara ya pili kwa jina Yesu, mara ya tatu kwa jina Yesu. Naachilia moto madhabahu, naachilia moto madhabahu, kwa damu ya Yesu. Nakata kitovu chako walikokiweka, mahali wameweka kitovu chako, mahali wameficha kitovu chako, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Sogeza hapa, kuna roho iko hapo, leta hapa, rakatalia brasusa. Leta hapa, sogeza hapa, nina nguvu shikazuri. Rekekekekekasha tabaragadosh. Katalakadalakados. Ripapapapapas. Kelia brasusa renebash. Kayada balakados.
Naachilia moto kwenye zabibu. Naachilia moto. Haraka mwache. Haraka mwache. 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 Naachilia huo moto aweze zuia. Aweze zuia nguvu. Anza kuteketea. Nasema anza kuteketea. Mwache. Wewe nchini maabara nimekuona. Wewe nchini maabara nimekuona haraka. Nchini maabara nimekuona haraka. Waka moto kabisa. Mara ya kwanza moto. Mara ya pili moto. Mara ya tatu moto. Ya nne moto. Ya tano moto. Ya sita moto. Ina mikono yako juu, nyosha madhabahuni. Mwache. Ina mikono yako juu. Labasana. Haraka. Kila mipaka mliyomwekea naivunja. Naivunja hiyo mipaka. Navunja hiyo mipaka. Navunja hiyo mipaka. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, mara ya tano, mara ya sita, mara ya saba. Push! Push! Mwachi. Yes. 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 Nenda. Toka. Mwache nataka achiliwe haraka. Toka. Mwache. Wewe nafsi ya nyoka. Nafsi ya nyoka. Ninakuponda kichwa. Nakuponda kichwa. Fire kwa jina la Yesu. Hey.